The spiritual poverty, umaskini wa kiroho, hii ni hali ambayo ipo juu ya watu wengi, kwa Wakristo hata wasio Wakristo. Kwa nini the spiritual poverty au umaskini wa kiroho? Hii hali huwa inawakuta watu ambao either wanamjua Mungu ama hawamjui Mungu. Kwa watu ambao wanamjua Mungu, walianza vizuri na Mungu, walitumika vizuri na Mungu. Baada ya muda, kuna matendo mafu yakawakamata, yakawafanya wasiweze kusimama tena, yakawafanya wasiweze kukua na kuongezeka. Na wale ambao hawapo katika eneo la kimungu, nao wanaishi katika hali ya umaskini, kwa sababu hawana muda wa ibada, hawana muda wa kutafuta uso wa Mungu, na hawana muda wa kufunga na kumomba Mungu. Na hao ambao walikuwa wakimtumikia Mungu, walikuwa wakitembea na Mungu, yako mambo yalisababisha wao wasiweze kufanikiwa kiroho wala kuongezeka. Ni mambo gani ambayo yanasababisha mtu abebe umaskini wa kiroho asiweze kukua wala kuongezeka? Jambo la kwanza, kiburi cha maisha au kiburi cha uzima. Hiki kinathibitisha kwamba wewe kiroho you are very poor, kiroho hauna kitu. Jambo la pili, kuto kusoma neno na kuto kutaka kutafuta uso wa Mungu. Hii inadhihirisha kwamba kiroho you are very poor. Jambo la tatu, kukataa kufunga na kuto kutaka kusikiliza neno la Mungu kwa watumishi wake. Hii inadhihirisha ya kwamba kiroho you are very poor, kiroho wewe ni maskini. Kwa nini? Atakaye kushibishwa, atakaye kuongezeka ni mtu ambaye ana kiu na shauku ya kulijua neno la Mungu na kutafuta uso wa Mungu. So nipo kuambia mtu wa Mungu, kataa hali ya umaskini wa kiroho. Jitenge na hali zote zinazoashiria kuleta umaskini wa kiroho: dhambi, zinaa, matendo yasiyompendeza Mungu, marafiki wasiomcha Mungu na vitu ambavyo vinafanania na umaskini wa kiroho. Jitenge navyo. Hapo utamwona Mungu, utatajirishwa kiroho na hata kimwili. God bless you. Thank you.